Amina. Tutakwenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, wewe ni Mungu niko ambaye niko, usiyefananishwa Bwana, umeketi mahali pa juu sana palipoinuka. Mungu, wewe ni mkuu Bwana. Asante Mungu hata kwa ajili ya wakati huu. Asante Bwana hata kwa ajili Bwana ya kulisimamisha mahali hapa mbele ya kanisa lako Bwana. Mungu, nenda katutumie sawa sawa na mapenzi yako Bwana. Nikanene maneno yatokayo kinywani kwako Bwana, sio kwa akili yangu wala sio kwa ufahamu wangu Bwana. Kanene wewe Roho Mtakatifu. Ninafungua kila ufahamu uliofungwa kwa ajili ya kutokusikia neno lako Bwana litokalo ndani ya kinywa chako. Ninawafungua ufahamu, ewe shetani, ninakuapisha kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninakuamuru kaondoke ndani ya masikio yao. Ninayafungua masikio kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninakuharibu ewe shetani uliyeziba masikio yao. Ninakuharibu ewe shetani uliyeshikilia mioyo yao, umeifanya mioyo yao kuwa migumu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Achia kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Achia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninafungua masikio ya rohoni kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Amina. Haleluya. Basi naomba tusikilizane kwa makini sana. Amina. Haleluya. Somo letu leo, kichwa cha somo, kama unaandika unaweza ukaandika kutimiza wokovu. Kutimiza wokovu. Kutimiza wokovu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kutimiza wokovu. Amina. Tayari tumeandika. Napenda sana tu tunaenda tunaandika ili kwa baadaye unaweza ukarudia vizuri sana. Kutimiza wokovu. Haleluya. Amina. Yesu alikuja hapa duniani, alikuja kutuokoa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Alikuja kwa ajili yangu mimi na wewe ili tupate ondoleo la dhambi. Alikuja kwa ajili yangu mimi na wewe ili tuokolewe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Umeona? Alikuja hapa duniani, akaja akateswa pale msalabani, na alipoteswa pale msalabani akazibeba dhambi zetu, akafa pale msalabani. Na alipokufa pale msalabani akaenda kuzimu, akaenda kumnyang'anya shetani mamlaka na ule ufunguo wa mauti. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Amen. Lakini kwa nini tuseme kutimiza wokovu? Je, Yesu hakutimiza wokovu? Unaweza ukajiuliza swali hilo. Je, Yesu hakutimiza wokovu? Haleluya. Amen. Haya, darasa sasa. Je, Yesu hakutimiza wokovu? Alitimiza. Haleluya. Sasa kama alimtimiza, haleluya. Amen. Inakuja sasa swali tena. Kama alimtimiza, mbona bado tunatarajia kuurithi ufalme wa Mungu? Bado tunajifua leo hii tunautafuta wokovu, yaani tunamwabudu kwa ajili ya kwenda kuurithi ufalme wa Mungu. Eti mchungaji alimtimiza wokovu. Kwa nini leo hii kama alimtimiza wokovu, maana yake hatuna haja ya kumwabudu. Hatuna haja ya kuja kanisani kukusanyika mambo moja tukamwabudu Bwana. Ndio maana yake kutimiza wokovu. Akisha utimiza, hatuna haja ya kusema kwamba tujitakase tena. Hakuna haja ya kusema kwamba mimi leo hii niseme kwamba nikaungame dhambi zangu. Alimtimiza wokovu.
Haleluya, jina la Bwana libarikiwe sana. Amina. Mwenye labda jibu hapo, mchungaji, unaweza kutusaidia? Aliutimiza wokovu, lakini mbona bado tunapambana kumtafuta Bwana, na bado tunasema kwamba tujitakase ili tuulisi ule ufalme wake. Haleluya. Bwana alitimiza wokovu kwa njia ya kazi ya msalaba. Amina. Kwa hiyo kwa yeye andiko nasema, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila muaminie asipotee. Amina. Kwa kila anayemwamini maana yake hawezi kupotea. Amina. Haleluya. Hapo sasa ndio jibu kamili sasa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Ukijibu ukisema kwamba Yesu alimtimiza wokovu, utaulizwa kama alimtimiza wokovu, mbona bado tunapambana, bado tunajitakasa, bado tunaendelea kumtumikia na tunatarajia kwamba tutaurithi ufalme wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Yesu yeye alikuja, unaona, kiufupi mchungaji amejibu vizuri, ila sasa jibu sahihi ni kwamba Yesu yeye alikuja. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe sana. Alikuja hapa duniani. Alipokuja hapa duniani akatuletea wokovu. Wokovu ndo alitupa msamaha, alitupa kama uhuru wa kumwabudu. Alafu pia vile vile alituonyesha akasema kwamba njia hii hapa. Kwa hiyo yeyote atakayefika hapa, huyu ndiye atakuwa ameokoka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo sasa sisi hapa Yesu alikuja akatuonyesha njia, na ndiyo maana maandiko yanasemaje katika ile Yohana, naomba unisomee, anayesoma chapu Yohana 14 mstari wa 6. Naomba unipate vizuri, fuate vizuri kabisa, nisikuchanganye. 14 mstari wa 6. Ndio. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia mimi. Unaona Yesu anapotamka, Yesu anasema mimi ndimi njia. Maana yake nini? Alikuja akasema, akatutengenezea njia. Ile njia ni ya kwenda. Njia ni ya kwenda kuurithi nini? Ufalme wa Mungu. Yesu anasema kwamba mimi ndimi njia. Huyo Yesu anasema kwamba aniaminie hata kufa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo sasa njia, Yesu alikuja akatuokoa na akatuonyesha. Alikuja akatuokoa, akatuonyesha njia sahihi ni ipi. Maandiko yanasema kwamba mimi ndimi njia na kweli na uzima. Maana yake nini? Zipo njia nyingi, lakini njia ya Yesu ni ya kweli na uzima. Kwa hiyo sasa Yesu alikuja hapa duniani. Alipokuja hapa duniani akatuonyesha ile njia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo tukiwa tunatembea kwenye ile njia, ndio kutimiza wokovu sasa. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya mchungaji. Kwa hiyo tukiwa tunatembea kwenye ile njia, ndio hapo utimiza wokovu. Tukishafika hapa ndiyo mwisho, ambaye hapa ndipo pale ambapo ni ufalme wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo sasa huku tunapita huku njiani kuna vikwazo, jamani, wenyewe mnajua. Kwa hiyo tunapita, tukishafika hapa, tukishamaliza hii safari, ndipo tunaingia katika ufalme wa Mungu. Huo ndio wokovu. Jina la Bwana libarikiwe. Maandiko yanasema kwamba aniaminie hata kufa.
bali ataishi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo Mungu Yesu alipokuja hapa duniani akatuonyesha, akatupa njia ya kusema kwamba tunaweza, njia hii hapa, tembea ili ukafike. Jina la Bwana libarikiwe. Na nipata vizuri. Kwa hiyo Yesu hakuja duniani hakuutimiza ule wokovu wa kusema kwamba ameutimiza ule wokovu, ameutimiza ule wokovu, basi tusimwabudu tena. Umeona? Tusimwabudu tena. Tukisema kwamba alimtimiza wokovu, basi hatuwezi tukasema kwamba tumwabudu tena. Hatuwezi tukasema tujilinde tena na mwovu Ibilisi. Hatuwezi tukasema kwamba Ibilisi hata nani. Na ndio maana leo hii kuna wengine wanajua kwamba leo hii kuna wengine wapo na najua mnawasikia wanasema, mbona Yesu alikufa pale msalabani, tumwabudu wa nini? Sijui alibeba dhambi zetu. Alibeba dhambi zetu tayari, imeisha. Ndo wanasema hivyo na wanajua hivyo kwamba Yesu alikufa pale msalabani, maana yake alimaliza yote. Hapana, Yesu hakumaliza yote. Na ndiyo maana hata alipokuja akasema kwamba mimi ndimi njia, maana yake akisema mimi ndimi njia, maana yake bado safari ipo ya kutoka hapa kuelekea sehemu husika. Haleluya. Mtu anaposema kwamba njia hii hapa, alafu anasema kwamba anayenifuata huyo ndiye atakayeokoka. Jina la Bwana libarikiwe. Maana yake anamaanisha wewe bado hujafika ile sehemu husika. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo hapa bado hatujafika sehemu husika na bado tunaendelea kusoma. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ukiona mtu anakuja kanisani, ukiona mtu anatenda mema, ujue huyo yupo kwenye harakati za kutimiza wokovu. Lakini wokovu utakuja pale ambapo wewe utaingia katika ule mlango. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ukiingia katika ule mlango, hapo ndipo wokovu utakapotimia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo bado tunatembea, bado tuko katika kutimiza wokovu. Bado tupo katika kutimiza wokovu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Amina. Paulo anasemaje kwenye kitabu cha Wafilipi 3 mstari wa 13? Kama umepata unaweza ukanisomea. 3:13 hadi 14. Ndugu, sijidhanii nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele. Umeona? Paulo yeye mwenyewe nakaza mwendo nifikie mbele ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Hawezi kubadilisha hiyo betri, maana naona kama haipo sana. Amina. Nitasoma katika jina la Bwana. Anasema, ndugu zangu, sijizanii nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, ninayasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo ya mbele. Anasema ninasahau yaliyo ya nyuma, ninayachuchumilia yaliyo ya mbele. Maana yake anachuchumilia nini? Haleluya. Kwa hiyo hata sisi hapa tulipo, ukiona unakuja kanisani, unayachuchumilia yale yaliyo ya mbele. Yale yaliyo ya mbele katika mstari wa 14 ndo anayasema sasa. Yale yaliyo ya mbele anasemaje? Anasema nakaza mwendo niifikie mende ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Mwito mkuu wa Mungu katika Yesu Kristo ni mwito wa kuurithi ufalme wa Mungu. Na ndiyo maana Paulo anasema bado nayachuchumilia, bado anatembea kwa ujasiri.
bado anayachuchumilia yale ya mbele ili aufikie wito mkuu. Wito mkuu ni kuurithi ufalme wa Mungu. Huo ndo wito tulioitiwa. Huo ndo wito ambao leo hii unaona kwamba watu leo hii tunagombana, leo hii watu wanashughulika na Mungu, wanamtafuta Mungu. Wito mkuu ni kuurithi ufalme wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yamkini mwaka 2025 ulitenda mabaya mengi. Yamkini haukutimiza sawa sawa ule mwito ulioitiwa na Mungu. Yamkini hukutimiza wokovu vizuri. Lakini sasa tumeingia 2026 ambapo sasa ni kuanza kuyabadilisha yale ambayo, kuanza kuyarekebisha yale ambayo uliyaacha nyuma na kuyatengeneza vizuri huu mwaka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo Paulo yeye mwenyewe anasema kwamba anayachuchumilia yale ya mbele, yale ya juu, aufikie ule wito. Jina la Bwana libarikiwe sana. Katika kupambana kwake anakutana na madhoruba. Katika hiyo njia anatembea kwenye ile njia ambayo Yesu alisema kwamba mimi ndimi njia. Hiyo ndio anatembea kwenye ile njia. Lakini hatembei tu, anasema anayachuchumilia. Maana ya kuyachuchumilia maana yake anayakimbilia ili hadi afike huu mwisho. Jina la Bwana libarikiwe. Akifika hapa huu mwisho ndio mwito mkuu, anauita mwito mkuu wa Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Akishamaliza pale ndio atakuwa tayari amefikia wokovu. Kwa hiyo sisi hapa tuko kwenye kutimiza wokovu. Sisi hapa tumekuja kwenye kutimiza wokovu. Tunayatimiza yale ambayo Bwana yeye mwenyewe alituachia, akasema kwamba tembeeni katika hii njia. Anasema kwamba atakaye vumilia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Amina. Amina. Amen. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo wewe mtumishi wa Mungu, wewe rafiki yangu, bado haujautimiza wokovu. Wokovu mkuu ni ule ambao tutakapoingia katika ufalme wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Huo ndio wokovu ambao ni wokovu tulioitiwa. Jina la Bwana. Yohana sura ya 9. Amina. Mstari wa 30. Biblia inasema, amina, basi Yesu alipokwisha kupokea ile siki alisema, ndio imekwisha. Ndio akainama kichwa akaisamehe roho yake. Yesu alipoteswa pale msalabani akasema imekwisha. Hapo ndipo aliponena akasema imekwisha. Kwa sababu gani? Aliteswa kwa ajili ya dhambi zetu. Alipoteswa pale kwa ajili ya dhambi zetu akasema imekwisha. Ndipo pale alipozibeba zile dhambi ambazo sisi tulizitenda, ambazo ni uchafu wa dunia, akasema imekwisha. Maana yake ni nini? Maana yake hapo ndipo alitimiza lile kusudi alilolijia hapa duniani. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema imekwisha. Hapo ndipo alipolitimiza lile kusudi alilolijia hapa duniani. Hapo ndipo unasikia ukisoma mbele huko utaona alishuka kuzimu, kaenda akanyang'anya shetani ufunguo, akaenda na Mungu alipokuwa wa upendo, alipomnyang'anya ufunguo akaja katupa sisi, akasema kwamba nimewapa mamlaka duniani. Akasema nimewapa mamlaka, chochote mtakachokifunga duniani na mbinguni kitafungwa. Haleluya. Hayo ndio mamlaka tuliyopewa. Kwa hiyo leo nikitaka kukomesha, nikitaka kuona, ndio maana leo hii ukitaka kukomesha hata mchana kama anakusumbua unasema na kufunga kwa jina la Yesu, ananyamaza kimya. Tumepewa mamlaka. Kwa hiyo mamlaka yale aliyonyang'anywa Ibilisi tulipewa sisi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo sasa na ndio maana aliposema imekwisha, ndipo pale alipoyatimiza ule ujio wake pale hapa duniani, akasema imekwisha. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Mungu atukuzwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Paulo anazungumza, anasema kwamba ninayachuchumilia yale yale ambayo ni ufikie ule mwito mkuu. Paulo anapambana
Na mitume tumewaona, tunawasoma kwenye Biblia, wanapambana, wanasema kwamba na sisi tunatamani tutoke hapa tuende sehemu nyingine ili tufikie ule wokovu mkuu. Wanapambana, wengine wanachinjwa, wengine wanakata vichwa, lakini wanasema kwamba tunachuchumilia, tunatafuta wokovu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Biblia, watu wengi wanasema kwamba, hivi niulize kwanza, maana ya kuokoka ni nini? Kwa sababu utakuta mtu anakuja, umeokoka rafiki yangu? Umeokoka? Labda maana ya kuokoka ni nini? Maana sasa waga na ninaniumiza kichwa, umeokoka? Maana ya kuokoka kwa sababu mimi ninavyojua, Paulo anasema ninachuchumilia. Ukishafika hapa, ukiingia kwenye mbingu, ukishamaliza safari yako, ukishaingia kwenye ule utukufu wa Bwana Yesu, hapo ndipo tunaita wokovu. Maana yake uko ndio kuokoka. Sasa ninakuja ninajiuliza, kuna watu wengi wanatumia koka lugha, umeokoka. Sasa akanakuja kananichanganya, labda nisaidieni, labda maana ya kuokoka, labda kwa sababu mimi najua maana ya kuokoka, umeokoka na jehanamu ya moto, hivyo ndio najua. Sasa kuokoka karibu, maana ya kuokoka maana yake ni kunusurika. Amina. Yaani kunusurika, yaani kujiepusha na ghadhabu. Amina. Kwa hiyo tunapokuja kuokoka ni maana ya kunusurika na jambo fulani. Ila sisi tuna maana kwamba kunusurika na ghadhabu ijayo. Amina. Ndio maana kusoma kitabu cha Wafalme, kuna mahali ambapo inasema kwamba akaokoka mtu mmoja. Sio kuokoka kumwamini Bwana Yesu, akaokoka vitani. Maana yake wengine wamekufa lakini amepona. Amina. Hapo sasa ndo nimeelewa kwamba kuokoka ni kuokoka kwa jambo fulani. Haleluya. Kuokoka ni kuokoka kwa jambo fulani. Kwa hiyo sasa kuokoka na ghadhabu ya Mungu ni kufanya nini? Kwa hiyo mchungaji, hapo tutasema kwamba kuokoka na ghadhabu ya Mungu ni kumalize safari, au ni kumaliza safari, hapo ndo tumeokoka. Amina. Sasa na ndio maana hapo nilikuwa nimechanganya, lakini amina. Yohana sura ya 5, amina, na mstari wa 24 nasema, amina. Kile ambacho mchungaji amesema, kuna maandiko hapa yanasema, amini nawaambia, yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye alinipeleka yule uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maana yake yeyote yule anayemwamini Kristo hakika ataokoka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo sasa hapo ndipo tunakuja kujua kwamba kumbe kuokoka ni kumaliza safari na kuingia katika ufalme wa Mungu. Hawezi kusema labda umeokoka. Unaweza ukasema umeokoka na ghadhabu ya Bwana kwa sababu bado upo njiani, bado hujaokoka. Bado hujaokoka na ghadhabu ya Bwana. Unaweza ukafika katikati ukateleza ukaanguka. Umeona? Unaweza ukafika katikati ukateleza ukaanguka. Kwa hiyo kuokoka na ghadhabu ya Bwana ni kufanya nini? Kumaliza kabisa safari. Yaani pale ndipo Paulo anasema kwamba kufikia wito mkuu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo sasa kuokoka, unaposema umeokoka na ghadhabu ya Bwana, na maana yake una uhakika wa kwamba utatupwa jehanamu. Yaani wewe una uhakika, unaabudu, una uhakika wa kusema kwamba hautatupwa katika ziwa lile liwakalo moto. Yohana sura ya Amina. Yohana sura ya 3 ndio mstari wa 18 tukianza hapo.
Anasema amwaminie yeye hahukumiwi. Amina. Huko ndio kuokoka. Hahukumiwi, kwa sababu tiketi ya kufanya uingie mbinguni ni kuliamini neno la Kristo. Hiyo ndio tiketi ya kwanza. Baada ya hapo ni unakuwa sasa umetoka katika hukumu ya Bwana. Haupo. Ndio ukiendelea kusoma hapo anasema kwamba asiyeamini amekwisha kuhukumiwa, maana huyu hana wokovu, kwa sababu amefunga mlango wa rehema ya yeye kuokolewa kutoka katika dhambi. Na maandiko yanasema kwamba tumeokolewa si kwa vitu vilivyovikavyo, bali kwa damu ya thamani ya Kristo Yesu. Kwa hiyo wokovu wa Kristo ni ile hali ya mtu kutakaswa na kusamehewa dhambi, lakini mlango ukiwa ni kuamini. Sasa baada ya hapo sasa ndio unatakiwa sasa kutembea katika ule upya wa utakatifu. Ndiposa Yohana Mbatizaji anasema basi zaheni matunda ya toba. Maana vile ulivyotubu kutokana na lile neno ulilosikia, ndio unatakiwa sasa kutembea katika ule upya wa kile ulichokisikia. Haleluya. Haleluya. Bado Bwana anatusisitiza kwamba kumwamini yeye ni kuokoka. Bado Bwana anatusisitiza kumwamini yeye ni kuokoka. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe sana. Bado naomba unisomee tena hivi Mathayo. Naenda taratibu. Tunajua hapo tunafafanua maana ya kuokoka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maana ya kuokoka. Haleluya. Naona kuna mikono huku. Karibu. Nilikuwa nauliza tu unasema kwamba kuokoka ghadhabu ya Bwana. Hiyo sentence ndio basi Amina. Kuokoka na ghadhabu ya Bwana, yaani maana yake ile ghadhabu ambayo ni jehanamu ya moto. Yaani unaokoka na ile ghadhabu ya Bwana. Ghadhabu ya Bwana ni jehanamu ya moto. Sawa? Kwa hiyo unaokoka, unaingia mbinguni. Hautui tena jehanamu, unaingia mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe. Hapo umenielewa sasa? Maana yake unapotembea katika hii njia, unatembea. Hapa ndo tupo kwenye hii njia. Unapokuja kanisani upo kwenye hii njia. Jina la Bwana libarikiwe. Na unaamini kwa imani, tunaamini kwamba tunaelekea mbinguni. Sio, umenielewa? Lakini upo kwenye hii njia, unatembea. Hapa tupo kwenye hii njia. Unaweza ukajikuta umeanguka, umeuacha wokovu. Kwa hiyo maana yake wewe hautanusurika na ghadhabu ya Bwana. Maana yake tayari utatupwa jehanamu. Sawa? Umenielewa hapo? Kwa hiyo lakini kama tukivumilia, tukipita kwenye hii barabara, hii barabara imekaa vizuri na maandiko yanasema kwamba waionayo ni wachache, ni nyembamba. Umeona? Kama chuma hiki ninachopigia mfano. Kwa hiyo sasa tunapopita kwenye hii barabara, umeona? Tunapita ndo kama hivi tunapopita, tunashangaa, tunaomba, tunafunga tu, maana yake tupo kwenye hii barabara ambapo Yesu alisema kwamba mimi ndime njia. Yesu alisema mimi ndime njia. Kwa hiyo hii njia ndiyo Yesu Kristo. Kwa hiyo tunafuata hii njia ili tuje tuimalize. Kuimaliza ni kuurithi ufalme wa Mungu au kuingia jehanamu ya moto. Endapo ulitembea vibaya ukadondoka, unaenda jehanamu ya moto. Lakini endapo ulifuata ile njia kwa ukamilifu, ukiingia kwenye uzima wa milele, hapo ndipo utakuwa umeokoka na ghadhabu ya Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Hapo umenielewa? Haleluya. Kwa hiyo sasa naomba nisomee Mathayo 10:22. Mathayo 10:22. Hapo tunaendelea. Naomba mwe mnaandika. Napenda sana mtu anayeandika. Amina. Sura ya 10
Sura ya 10 mstari wa ngapi? 22. Mstari wa 22 Biblia inasema, Ndio. nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote Nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu. Kwa ajili ya jina langu. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Lakini mwenye kuvumilia mpaka mwisho, huyo ndiye atakayefanya nini? Atakayeokoka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hii njia tunayopita ni njia ya Kristo, ni njia ya Yesu. Haleluya! Tunapita hii njia. Hii njia ni nyembamba. Maandiko yanasema kwamba mtakuwa mkichukiwa. Unapoona kwamba kuchukiwa na ndiyo njia nyembamba, maana yake kuchukiwa na ndio, yani maana yake inabidi uwe mvumilivu sasa kupita kwenye ile njia. Anaposema njia ni nyembamba na waionao ni wachache, maana yake ile njia imesongwa. Anasema imesongwa, ndio hapo anakuja anafanya nini? Anasema kwamba mtachukiwa. Kuchukiwa huko ndo njia imesonga, maana yake ni nyembamba. Sijui mnanielewa? Kwa hiyo mnapita kwenye ile njia, lakini anatutia moyo. Anasemaje? Anasema kwamba atakayevumilia mpaka mwisho, huyo ndiye atakayeokoka. Maana yake anatufafanulia kwamba hii njia sio nyepesi. Hii njia sio nyepesi wala sio rahisi. Anasema yeye mwenyewe kwamba huyu atakayevumilia mpaka mwisho, huyo ndiye atakayeokoka. Na huo wokovu anaosemea hapo ndio wokovu ule ambao Mtume Paulo anauzungumzia kwenye ile Wafilipi. Anasema kwamba nimfikie na chuchumilia, yaani maana yake nakaza mwendo, nakimbia nikaufikie ule mwito mkuu. Mwito mkuu ni kuurithi ufalme wa Mungu. Ndio hapo anasema kwamba atakayevumilia mpaka mwisho, huyo ndio atakayeokoka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo hapa tupo kwenye kutimiza wokovu, tupo kwenye njia, na ndio maana unakuta haya yametokea mara hivi vimetokea, matatizo yametokea, mara umerudi nyuma, lakini Biblia inasema kwamba atakayevumilia mpaka mwisho, huyo ndiye atakayeokoka. Tunawezaje kuutimiza wokovu? Tunawezaje kuutimiza wokovu? Unaposema unautimiza wokovu ni kufuata yale matakwa ya Kristo, au niseme kwamba ni kufuata yale maagizo ya Kristo. Kwa hiyo pale ambapo unasimama unaifuata ile njia, Yesu alisema kwamba usizini, wewe huzini. Maana yake kwamba unapofuata ile njia ndipo unapotimiza yale Yesu aliyoyatamka au yale aliyoyasema tuyafanye. Kwa hiyo kutimiza wokovu ni kufuata zile njia za Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba nifunulie Wafilipi. Hapo sasa tutaona Yesu alitembeaje. Wafilipi 2 ule mstari wa kwanza. Tunasema kuanzia mstari wa kwanza, tunasoma taratibu, tunaenda taratibu. Jina la Bwana libarikiwe. Wafilipi sura ya 2 kwanza, Biblia inasema ndio, basi ikiwako faraja yoyote katika Kristo, yakiwako matulizo yoyote ya mapenzi, ukiwako ushirika wowote wa Roho, ikiwako huruma yoyote na rehema, ijazeni furaha yangu ili na mstari mmoja. Anaanza kusema kwamba nimesema kwamba kutimiza wokovu ni kufuata ile njia ya Kristo. Kristo alipitaje? Kristo aliagiza nini? Hapo ndipo tunautimiza wokovu. Tukisha yafuata ile njia ya Kristo, hapo ndipo tunautimiza ule wokovu. Tunautimiza ule wokovu mpaka tutafikia ule mwito mkuu ambapo tutaingia katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo maandiko yanasema kwenye kitabu cha Wafilipi
Ndio hapo anaanza kusema kwamba basi ikiwamo furaha. Soma rudia tena. Basi ikiwako faraja yoyote. Basi ikiwapo faraja yoyote. Maana yake nini? Kama kwa Kristo kuna faraja, na sisi tuwe na faraja. Umenielewa eh? Yaani anasema kwamba huko ndo kuutiliza huko. Yaani kama kwa Kristo kuna faraja, na sisi inabidi tuwe faraja au tuwe wafariji. Jina la Bwana libarikiwe sana. Endelea. Yakiwapo matulizo yoyote yakiwapo matulizo yoyote ndani ya Kristo. Yaani anasema yakiwepo matulizo, ikiwepo kwamba ufariji. Umeona? Endelea. Ukiwepo ushirika wowote wa roho. Ukiwepo ushirika wowote. Kwa hiyo ndani kama kuna ushirika wowote, lazima na sisi tuwe na ushirika. Yaani maana yake ni kufuata ile njia ya Kristo. Kama ndani ya Kristo kulikuwa upendo, inabidi tuwe na upendo. Kama ndani ya Kristo kulikuwa namna ambayo ni kusaidia maskini, inabidi na sisi tusaidie maskini. Jina la Bwana libarikiwe. Hiyo ndio maana ya hilo andiko. Endelea. Ikiwako huruma yoyote na rehema. Ikiwapo huruma yoyote na rehema ndani ya Kristo, basi tutembee katika hilo. Tuendelee. Ijazeni furaha yangu ili muwe na nia moja. Amina. Hapo ndipo anasema kwamba ijazieni furaha yangu. Yaani maana yake fateni hayo kama ya Kristo. Fateni yale ya Kristo ili furaha yangu ijazilizie. Yaani maana yake furaha yangu iwe kubwa. Hapo ndipo anasema hivyo. Anasema kwa namna yake yeye mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe. Tuendelee. Wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mamoja. Bado anasema kwamba wenye mapenzi mamoja, wakunia mamoja. Maana yake sasa kwa Kristo kama kulikuwa kunia mamoja, basi na sisi tunie mamoja. Hapo ndipo tunaukamilisha wokovu, na hapo ndipo tunatembea katika hii njia. Tunapotembea kwenye hii njia, ndipo sasa inabidi tupatane, ndipo maana yake inabidi tufarijiane. Hapo tuko kwenye njia. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Inabidi tushikamane, tupo kwenye njia. Lakini lengo kuu ni nini? Kutimiza wokovu mkuu ambao ndio huu hapa, ambao ni mwito mkuu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Endelea. Bado anaendelea kusisitiza vitu vya kutembea navyo. Hivyo ndivyo Kristo alivyotembea navyo. Endelea. Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno. Maana anasema tusitende neno lolote kwa kushindana. Maana yake tusishindane wala tusitende neno lolote kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na mhesabu mwenzie kuwa ni bora, mwenzie kuwa bora kuliko nafsi yake. Anasema kwamba bali kwa unyenyekevu kila mtu amhesabu mwenzie kuwa bora. Hivyo ndivyo Kristo alivyotembea, hivyo ndivyo Yesu alivyotembea. Kwa hiyo hiki kitabu kinatuonyesha ni namna gani ambayo tunaweza tukautimiza wokovu. Tunautimiza wokovu kwa kumfuata Kristo njia zake. Yeye Kristo alitupenda, yeye Kristo alinyenyekea. Wafilipi sura ya 2 na mstari ule wa anasema mstari 16 anasema mkishika neno la uzima nipate sababu ya kuona fahari katika siku ya Kristo, ya kuwa sikupiga mbio bure wala sikujitabisha bure. Haleluya. Umeona? Hakupiga mbio bure wala hakujitabisha bure. Anasema ukishika neno la uzima. Ukishika neno la uzima. Kulishika neno la uzima ni kushika yale maagizo ya Kristo. Yaani kama Yesu alisema kwamba alimpenda adui yake, na wewe inabidi umpende. Hata kama adui yako anakufanyia, na wewe inabidi umpende. Umeona? Kwa hiyo hizo ndizo njia za Kristo ambazo tunaelekezwa tutembee nazo. Hizo ndipo tunapotembea katika hizo njia, ndipo tutakapo urithi ufalme wa Kristo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Endelea.
Tukirudi kwenye sura ya 2 na mstari wa 3 anasema mstari wa kushindana sasa tayari. Amina. Anasema kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu amhesabu mwenziwe kuwa bora. Hapo anazungumza upendo sasa. Lakini leo hii watu wamekuwa wakijipenda wenyewe. Leo hii umekuwa ukichukia rafiki yako. Wengine tupo watumishi. Wapo watumishi wanasali sehemu moja lakini unakuta wanachukiana. Haleluya. Hivyo Kristo hakufanya hivyo. Kristo yeye aliwapenda, alitupenda na ndio maana hata akajitoa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Biblia inasisitiza umoja. Biblia inasisitiza upendo. Hiyo hapo ndipo tunatembea kwenye njia ya Kristo. Kumpenda adui yako, ukimpenda rafiki yako, ukimpenda mtu mwingine kama nafsi yako, hapo ndipo uko kwenye njia sahihi ya Kristo. Ukimchukia tu basi ushadondoka. Yaani ukimchukia tu ushadondoka tena. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa kuja kusimama tena, umeona? Kuja kusimama tena inakuwa ni vigumu. Umeona? Inakuwa ni vigumu. Mpaka uombe tena rehema ya Bwana. Bwana ndo akunyenyue urudi tena katika njia yake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bado anazidi kutuelekeza ni namna gani ambayo tutembee. Hizo ni njia za Kristo alizotembea. Hapo tunautimiliza wokovu. Tunapotimiliza wokovu lazima tuwapende rafiki zetu, lazima tuwapende ndugu zetu, lazima tusaidie. Naona. Haleluya. Amina. Endelea. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Naposema kwamba kila mtu asiangalie mambo ya wengine, ndio hapa penye shughuli kubwa ambapo ukiona mwingine anateseka unamwangalia tu. Hata msaada hautoi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Anaposema kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, maana yake ubinafsi usiwepo ndani yetu. Hapo ndipo tutakapompendeza Bwana. Hapo ndipo tutakapotembea katika Bwana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kama mtu amekosa, kama mtu kwamba ameishiwa, lazima uende ukafanye chochote kwa ajili yake. Yaani maana yake usijiangalie wewe mwenyewe peke yako, hapana. Na ndiyo maana leo hii Biblia yenyewe inasema kwamba inatusisitiza tutoe kwa mayatima, inasisitiza tutoe kwa wajane. Maana yake tunalitimiza hilo neno la kuto kujiangalie sisi wenyewe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hapo ndipo tunawaangalia wa wengine. Yaani tunaangalia mambo ya wenzetu pia. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Hapo ndipo tunaifuata ile njia ya wokovu. Tunautimiza wokovu kwa namna hiyo. Endelea. Sura 5 inasema iweni na nia hiyo ndani yenu ambayo ilikuwa pia ndani ya Kristo Yesu. Umeona, hapo ndipo anakuja anafafanua vizuri. Anasema nia hii ambayo hivyo vitu ambavyo wamevitaja hapo ndivyo Kristo alivyotembea. Jina la Bwana libarikiwe. Nia ile aliyotembea nayo Kristo, hiyo ndiyo tuwe nayo. Anasisitiza kwamba inabidi ijengeke ndani yetu. Ile nia ya Kristo lazima ijengeke ndani yetu. Tutembee kadri Kristo alivyotembea. Yesu alifunga. Yesu aliwapenda watu. Yesu alikubali kujinyima lakini wengine wapate chakula. Huyo ni Yesu Kristo. Yesu alifunga. Leo hii unamuona Yesu kwenye TV, yule sio yule. Hata ukimuona hivi unaweza ukatetemeka ukasema kwa kweli mimi ni mnene. Alijinyima, lakini alijinyima ili wengine wapate. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hebu imagine kufunga siku 40 kavu bila kutia chochote kinywani. Huyo mtu atakuwaje? Na ndiyo maana alizarauliwa, kwa sababu Biblia inasema hakuwa mzuri, hakuwa na umbo zuri ili tumpende.
Yaani alikuwa ni mtu ambaye ni bad sana. Yaani ambaye ni mtu ambaye watu ukimwangalia huwezi kumzania kwamba huyu ndiye mfalme. Na ndio maana walimdharau wakasema mfalme huyu. Hapana. Lakini Yesu akifika kwa akifika kwa wagonjwa anawaamuru tu, anaamuru tu wanapona. Lakini ukimwangalia huwezi ukampenda. Hata maandiko yanasema huwezi ukampenda ukimwangalia tu. Lakini leo hii tunakula, wanasema tufunge, tunakula, hatutaki hata kufunga. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo Biblia inatusisitiza tutembee katika njia za Kristo. Kutimiza wokovu ni kutembea katika njia za Kristo, yale maagizo ambayo Mungu alituambia tutembee nayo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yale maagizo ambayo Yesu alisema tuyatende, hapo ndipo tunautimiza wokovu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mpaka tutafikia sehemu ambayo ni ya mwisho kabisa, tutaurithi ufalme wa Mungu. Hapo ndipo tutakapocheka na Bwana, hapo ndipo tutakapokula ule mkate na Bwana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo sasa tunapotembea katika njia ya Kristo, maana yake hapo ndipo tunatimiza. Na vipengele vya kutembea katika njia ya Kristo ndivyo hivyo ambavyo tunavisoma katika hicho kitabu cha Wafilipi sura ile ya 2. Ukisoma yote ile utaelewa. Tunasoma machache tu. Endelea hapo mtumishi wa Mungu. Nasoma machache tu, lakini wewe utaenda ukapasome vizuri na utaelewa. Haleluya. Tukiendelea mstari wa 6, amesema ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye akaona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu. Tena alipoonekana na umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Amina. Hapo kwanza umeona maandiko yenyewe yanajidhihirisha. Yesu alikuwa namna ya umbo la binadamu. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Ndio maana leo hii wengi wanamkataa Yesu kwa sababu tu alivaa umbo la binadamu. Lakini maandiko yanasema, yanajidhihirisha, yanasema kwamba alijifanya kwa namna ya kibinadamu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo alipojifanya vile, yani maana yake aliacha utukufu wake ambao ni mbingu. Kule mbinguni maserafi na makerubi wanamheshimu. Yeye ndiye aliyevifanya vitu vyote duniani, akaviacha vyote vile. Ni unyenyekevu wa namna gani jamani? Ni upendo wa namna gani? Kwa hiyo Yesu anatuonyesha upendo ambao alitupenda sisi wanadamu, na ndiyo hiyo ambayo anasema tutembee katika hiyo. Yesu aliacha mbingu, aliacha ufalme wake ambapo kule anaheshimiwa, lakini akaja kwa ajili yangu mimi na wewe. Akaja kwa ajili yangu mimi na wewe, ili akafa pale msalabani. Tena akajinyenyekeza, anasema akajinyenyekeza mpaka akauliwa na yule ambaye alimuumba. Na watoto wake aliowafanya hao ndio wakaja wakamtesa, wakamsulubisha. Lakini anatuonyesha kwamba ni jinsi gani alivyokuwa na unyenyekevu. Yesu alivyokuwa ana unyenyekevu wa ajabu sana. Alikuwa ni mfalme, lakini akajinyenyekeza. Biblia inasema akajifanya kama mtumwa. Akajifanya kama mtumwa, akajifanya hajui lolote. Akakubali kutembea kama kondoo anayepelekwa machinjioni. Jina la Bwana libarikiwe sana. Huo ndio unyenyekevu wa Yesu anaotuonyesha. Paulo anazungumza, anasema, anatoa mfano au anaeleza ni jinsi gani ambavyo Yesu alijinyenyekeza, ni namna gani, na anasema kwamba tuwe na unyenyekevu kama wa Kristo. Huo
unyenyekevu ambao anaeleza kwamba aliona kushikamana na uungu wake. Aliona haina umuhimu sana, akaja kajifanya kama mwanadamu. Alipojifanya kama mwanadamu, akaja akateswa pale msalabani. Alipoteswa pale msalabani, alichoma mkuki, alivishwa taji la miiba kwa ajili yako wewe. Alivishwa taji la miiba, na taji la miiba sio la mchezo. Sio kwamba eti miiba hizi ambazo unaenda kuna nini za miti. Ile ilikuwa ni miiba, chuma kina miiba, unachomekwa. Alafu sio kwamba unachomekwa unawekwa hivi kama ngata kidogo kidogo, unapigwa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ni namna gani ambao Yesu aliteswa kwa ajili yako, alijinyenyekeza. Imagine mtu anachoma mkuki ubavuni, alafu kwa ajili ya rafiki yake tu. Jina la Bwana libarikiwe. Maandiko yanasema ni upendo wa namna gani mtu kumtoa mwanae wa pekee. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo maandiko yanatusisitiza sana unyenyekevu. Tujali yale yaliyo ya wengine, tusijijali sisi wenyewe, tusiwe wa binafsi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Na ndiyo maana Biblia anazungumza, anasema kwamba akamkirimia jina lipitalo majina yote. Anaendelea hapo, anasemaje mstari wa 10? Anasemaje? Anasema ili wa 10 endelea wa 10. Ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Amina. Endelea sasa, malizia hapo mstari wa 12, hapo ndio tunamalizia. Basi wapendwa wangu, kama vile mlivyotii siku zote, ndio, si wakati mimi nilipokuwapo tu, ndio, bali sasa zaidi sana mimi nisipokuwapo, ndio, utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka. Amina. Anasema kwamba tutimize wokovu wetu pasipo kwa kuogopa na kutetemeka. Bado Paulo anasisitiza kutimiza wokovu. Unapotimiza wokovu, lazima ukisikia neno la Mungu linakataza kitu fulani, lazima utetemeke. Ukisikia sauti ya Mungu, lazima utetemeke. Unapotembea kwenye hii njia hii kaka barabara, lazima uwe na hofu ya Mungu. Ndio maana anasema kwamba mtembee, tuutimize wokovu kwa hofu na kwa kutetemeka. Maana yake nini? Sio kwa kumwogopa adui, kwa kumwogopa Mungu. Hofu ya Mungu inamfanya mtu anasimama, hatendi hata dhambi. Hofu ya Mungu inamfanya mtu kwamba anatembea kwa ujasiri popote pale anapopita, hata kwenye hatari kubwa anatembea kwa ujasiri, anasema kwamba ninaye Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo yapo mambo ambayo yamkini mwaka 2025 haujayatimiza, lakini haukutembea sawa na ile njia ambayo ni njia ya kweli na uzima. Yamkini haukuyatimiza yale ambayo Kristo alituambia kwamba tuyatende. Yamkini haukutembea vizuri, ilifika sehemu ukakata tamaa, ukashuka, ukaanguka chini. Lakini mwambie leo, Bwana, mimi ninataka nitembee katika njia yako ili niufikie ule wokovu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo tunaposema kwamba kuutimiza wokovu ni kufuata ile njia ya Kristo. Maandiko yanasema mimi ndimi njia ya kweli na uzima. Kwa hiyo ni kutembea katika ile njia. Tunaposema njia ya kweli na uzima, maana yake hiyo njia tutakapoifuata, anasema kwamba mtu hatafika kwa Baba ila kwa njia yangu.
Hiyo anasema kwamba njia ni nyembamba nayo imesongwa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo sasa hatuwezi tukamfikia tukafika malengo, hatuwezi tukaja tukafika hapa mbinguni ingali hatuifuati ile njia ya Kristo. Njia ni moja tu ya kwenda mbinguni, ni kuifuata njia ya Kristo. Na kuifuata njia ya Kristo ni kuyatimiza yale ambayo Kristo aliagiza, yale ambayo Mungu mwenyewe anayahitaji. Kama Kristo alifunga, na wewe ukawe ni mtu wa kufunga. Kama Kristo aliwapenda ndugu zake, aliwapenda wote, akafa pale msalabani, na wewe lazima uwapende ndugu zako, lazima uwapende. Jina la Bwana libarikiwe sana. Maandiko yanasema kwamba nimewapa amri, pendane. Amri mpya anatupa Yesu, anasema tupendane. Maana yake nini? Anatusihi tupendane kama sisi alivyotupenda pale msalabani, akafa kwa ajili yetu. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo Bwana anasisitiza sana kutembea, kukamilisha wokovu, kutembea katika njia yake. Unapotenda yale yanayompendeza Bwana, unapotembea kama Kristo alivyokuwa anatembea, hapo ndipo unatimiza wokovu. Mwisho utakuja kufika kwenye engo kabisa na utamaliza salama. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo kwa wakati huu tuende tukamwombe Bwana, Yamkini mwaka 2025 haukuyatenda yale ya kumpendeza Bwana, lakini mwambie Bwana kwamba mimi Bwana nahitaji mwaka huu nikatende yaliyo makuu, nahitaji mwaka huu nikatende yale ambayo yanakupendeza wewe. Yamkini haukutembea, yamkini ulitembea sehemu, haukusimama kwenye dhamu yako, ukajikuta umeteleza, umeanguka. Mwambie Bwana nisimamishe tena. Unaweza ukasimama